Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV. Kwa msamaha wa dhambi, kwa upendo wako, kwa huruma yako.
Usipotuongoza na kutusaidia, wengine wetu tutashinda. Tushike mkono, tushike mkono, tushike mkono Yesu, tuongoze Bwana. Tunasema ni wewe tu Yesu, jana, leo na hata milele. We love you, Lord. We love you, Master. Thank you, Jesus. We give you glory unto you, Lord. We give you all the glory. We worship
bless your holy name. Nyosheni mikono yenu hapa tuombea hawa watoto wako na vision. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Asante kwa upendo wako, asante kwa watoto hawa. Ninawabariki. Wanako na maono ya kuwa asha, kuwa viongozi, kuwa machungaji, kuwa wainjilisti. Baba, na ukawabariki maisha yao yote, wakafanikiwa kwa kila jambo na wakafanikiwa katika maisha yao yote, na chochote ambacho watatamania kukua wakue, na kusiinuke mtu yote ambaye atakuja ama kitu ama jambo lolote ambalo litawainukia katika destiny zao watakapoanza na watakapofanya na wanapofanya sasa. Uwabariki in Jesus mighty name. Thank you. Unajua, ukiona the ambition ya watoto kama hao wamevaa wanataka kuwa ushers, na unabia watu wengine hapa wakuwe asha, wanakataa. Niwe baba, nitengeneze, patie hai yangu. Ni kazi nzuri sana hiyo, and I love you. May you prosper. Mufaulu katika maisha yenu yote, na mkuwe wachungaji wakubwa, mkuwe maprofet na maprofetes, si ndio? Mutabirie dunia mzima, na muende dunia yote, muende mkatakase injili. Mungu awabariki. Tunaweza kuketi? Yes. Tuko katika recapturing your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama nitatumia hii ama nitumie tu hapa. It's about recapturing. And how do you know? Boss, kama umeshindwa na kazi, utoke hapa. Give me a nice voice hapa. Nipatie high, punguza bass. Naongeza volume kidogo. There are 4 pillars of destiny. Abia mwesako, there are 4 pillars of destiny. Na unawezaje kujua ya kwamba what is happening in your life? Ashas mpage. Sasa jipageni vizuri. Unaona sasa, kuja niwapage. Kuja niwafundishe kazi. Naona hawa washa wakubwa wamewaachilia tu, ni kama hawasikii vizuri, wakiona mumeanza kuinuliwa. Sasa wewe unakaa hii line, kuja hapa, simama hapo, unaangalia hawa wote. Ukiona mtu analala, kujeni niwapage. Unaangalia hawa. Kazi yako sasa ni kuangalia hivi. Ukiona mtu analala, unaenda unamchuna. Unamwambia kuna kitanda hapa. Kuja na wewe unakaa hapa, na wewe unachunguza hii line yote ni yako. Kuja. Na wewe unakuja unachunguza hii line yote ni yako. Na wewe tuende na wewe huko. Na wewe unanichuga hapa. Si ndio? Mtu unakaa hapa, kuja tuende, simama hapo. Unaangalia hawa watu venye wana behave. Ukiona kuna mtu anataka kuruka kuja kunishambulia, unaruka na yeye. Na nyinyi wengine mnajipanda na wewe kuja simame hapa. Hiyo sasa ndio kuchunga kanisa. Maana ya asha wanaitwa gatekeeper. Ndio wanachunga hapa, ni ma security, ni makomando. Umeelewa? Ndio wanachunga madhabahu na kuangalia kila kitu iko sawa. Sasa macho yako si kwangu. Macho yako ni kukaa huko. Unaangalia huko, unaona mtu akilala, unaenda unamwambia, hapa kuna kitanda. Sawa? Umeelewa? Yes, na uchuge. Ukianza kusikia kama nguvu inakwisha, unatembea kidogo, unaenda mbele kidogo. Usikae attention. Kaa attention, unaweza damu inaweza kuteremka iende kwa mguu. Ukose nguvu. Unatembea kidogo, unarudi hapa, unaenda hapo kidogo. Sawa? Si ndio? Simujipigie makofi basi. Thank you. Yeah. Hivyo ndivyo kutrain watu. Hii sasa ndio kanisa ya kesho. Na usipo train watu kama hawa, ni kumaanisha your legacy has come to an end, because umekosa pillars. You need pillars. The reason we are struggling with many churches is because we, the Pentecostal churches, sisi wakaaji wa biguni. Si mnajua sisi ni wakaaji wa biguni. Na tunaamuka asubuhi, tunakuja hapa asubuhi, tena tunarudi biguni. We are the most unfortunate church on earth. Kama kuna watu watachomeka, ni sisi. Kama kuna moto,
Maana kama kuna the hopeless people in terms of faith, ni sisi warokore. Catholics, they have a belief and they respect their belief. And they walk with their belief. Na wanaheshimu mafuta. Despite hawataenda biguni kulingana na nyinyi, na sijui ni nani aliwapatia leakage ya hawataenda biguni, they respect the anointing upon their men. They respect their structures. They respect their doctrine. Hautawahi sikia Catholic mwamama huyu na huyu na huyu wamekaa kudiscuss father, na wanajua father ni mlevi, na wanajua father ndiye alidugana miba, na wanajua father ndiye alifanya ile vitu vilifanyika, but you will never hear muumini amediscuss father. Lakini kuja hapa sasa hii mnajua mpaka ile nguo nimevaa na vest nimevaa hapa ndani, na mtaenda kukaa sasa discussion kudiscuss hapa wanatengeneza karaudi pale, wamama pale, wengine wanatengeneza karaudi pale, wengine wanatengeneza karaudi kingine pale. Topic si Bible, topic ni apostle. Apostle ako na wanawake karibu 5. Apostle leo alionekana ni kama macho yake ilikuwa ya red, ni kama kuna mahali alipitia. Apostle leo hata neno, simulia mnasikiza, hata neno haikuingia. Kuna disconnection yake na Mungu. Ni kama Mungu ameanza kumkataa. Lakini ukipita, man of God. Man of God. Grace of God. Man of God. And that is the most hypocritical creatures we have in form of Pentecostal churches. Hopeless and useless. Let me give you a very good example. Mimi nilikuwaga Muislamu. Then they used to call me Ibrahim Dora Waroige. And the faith in those people cannot match anywhere with you. You don't have. Those people, they recite the Quran. See at kusoma Quran, it is in their head. As young as this, they recite it. Aya ya kwanza, sura, aya ya nini, sura, surat bin, yote wana recite the entire Quran from A to Z. Number 2, those people, they die for their faith because of their God. Sasa tuseme, saisi, how many of us are Christian in this church? A Christian. Mtu ameokoka vizuri? Inua tu mkono wako. Siku tuko kanisani tumeokoka. Kama umeokoka inua mkono wako. Can you die for Jesus Christ? Thank you. Sasa kuingia Al-Shabaab pale, saa hii pale na buduki, ashike ule mama ako pale, apige risasi aguke chini. Aseme Mkristo mwenye anajua ni Mkristo akuje hapa. How many of you will walk out? How many will walk? Ameitwa na Al-Shabaab kuja. Next. For the next risasi. Kuna mmoja atatoka hapa? Nobody. Hata watasema unajua huyu anakuwaka entertainer. Huyu anakuwaka comedian. Hata si hiyo Yesu, hapana, sisi hatujui hiyo Yesu. Tulikuja kusikiliza hii comedian hapa. That is the foundation that you are. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what will make us fail and makes us fail. This is why even economically we don't have any agenda. The Muslims, they have agenda. When nilienda kwa Gaddafi alituma ndege hapa, private jet. Ikanichukua ikanipeleka Libya. Nikaenda mahali inaitwa Benghazi. Huko ndio alikuwa na tent yake. Ndio tulikuwa tunaenda huko. And his agenda, alinitolea map. The plan they had as a Muslim kupitia kwa kitu inaitwa Abuja Declaration. It is to make Africa a Muslim state in 2052. By 2052, Africa ikuwe Sharia law ndio inatumika. And I was very instrumental. Gaddafi alikuwa ananipatia $500 million. Nikuja nijenge msikiti Central Kenya 5 kilometers apart. Fortunately, huyo mzee alikufa. It's either fortunately or unfortunately. Mzee alikufa. Akashikwa na Amerika wakamuua. Sikusikia vizuri kwa kuuliwa kwake.
because 500 million, losing 500 million is painful. It's very painful. We msichana, kuna watu umewacha huko? Waambie watoke. Si ndio? $500 million, si shillings, dollars. Zilienda na one night. I felt bad. Obama alinifanyia kitu mbaya. That was the unfortunate part. But fortunately, kama ningepata hiyo pesa, I want to tell you Kenya hii, nyinyi warokore, hamungehubiri mahali. Hamungehubiri. Hakuna makanisa ingekuwa, ningezivuja zote na nijenge misikiti. Na mkijaribu kwenda kanisa, mungeona. Kama sikukuwa na pesa raundi hiyo ingine, na niliwaambia wamama wakae nyumbani mwenye hana skati mrefu na mulikaa, ni venye uko na pesa, uko na hizi, na uko na pawa ya Kiislamu, na majini wamekuweka ndani yako. Uko na jini Faruku, na uko na jini Jibril, na uko na jini Ala. Uko na majini zote ndani yako. Alafu uambiwe ni kujenga msikiti 5 kilometers apart and to make sure there is no church operating. That was I was capable. Amungi operate. Ukioperate sasa ni nani angeka? Sasa muogeke saizi tuko na nyinyi hapa. Si wakuje hapa le muogeke manywele mrefu. Si mtaanza kutetemeka nyinyi yote hapa. Hata kuna kuoba, hamwezi oba. Ni kimoyo moyo. Baba nikikuja, nipokee vizuri. And this is why these people were able to take away our destiny. The destiny of us, most of us, ilichukuliwa na Waislamu. They know how to take it. They are powerful in taking the destinies. Wakati walianza kuvamia Nairobi na kuchukua Nairobi, they were walking hapa Nairobi barefoot. Wanashika barabara kama ni Moi Avenue, wanaanzia hapa wanaenda mpaka kule Central Police Station. Ako na ile rosari yake na anatembea mguu. Sasa wao unaona ni mtu ni Muislamu hajielewi, lakini ni kumiliki anamiliki. Walikuwa wanaamuka saa 9 wanazunguka Nairobi mzima barefoot. Wanakamata wanaenda kama ni Githurai wanazunguka barefoot. Kama ni kwenda Westland barefoot. They wanatembea barefoot. They understand the Bible better than you understand the Bible. And wakati tulienda huko Benghazi, Gaddafi alinitolea map ya Murang'a na Kiambu na Kirinyaga na Nyeri. Map. Yeye ndiye alikuwa ananiambia hii sehemu. Yaani ananiambia sehemu iko Kirinyaga mimi sijawahi kusikia, lakini Gaddafi yako nayo. They had the map where to build a mosque. They had done the spiritual mapping. Kwa Kiingereza hiyo ingine tunaitanga feasibility study. They had done everything. They knew the map of Kenya. They knew where to plant, when and how. And which place to start with. Waliniambia nianze na Murang'a. Umenielewa? Waliniambia nianze na Murang'a. Nikamuuliza why should you start with Murang'a? Akaniambia these Kikuyus of Murang'a, these are called Kikuyu. Gaddafi alikuwa ananiambia these are called Kikuyus of Murang'a. This is the original species. And before we tackle others, we must tackle the original people. Akaniambia watu wa Nyeri, they are not originally Nyeri. They are a mix up ya Wamasai, Samburu na Wakikuyu. Which is true. Mimi nimekuja kuelewa hiyo kitu juzi. But Gaddafi knew the Kikuyus of Nyeri. Gaddafi knew the Kikuyus of Kiambu. Gaddafi knew the Kikuyus of Murang'a. He is a Muslim. They have done the feasibility study. They have done everything. Alafu to make sure now they come and plant those mosques, they told me we have sent our spiritual people to go and silence the gods of those places. So ndio uliona juzi uliona wale watu wengi wamekuwa wakipiga mabomu. Wale wanaenda Dusit, wale walikuwa pale Westgate huko. Unajua waliosema majina gani? Ismail Mugabe. Ilikuwa Mohamed Kariuki. Ilikuwa Hassan Omondi. Nywele gumu peke yake. Nywele nyororo iliondoka.
kumaanisha already walikuwa washaanza kurecruit people for their operations. Your own, because waliniambia we must use their own to do sacrifices. Watu their own, kama ni Ujaluo kwa Kisumu watatumia Wajaluo ndio wakapche Ujaluo by the blood ya Wajaluo. Waende Murang'a, mimi nilikuwa naitwa Ibrahim Dora Waroige. They had my history, even the history of my grandfather. They had the history. That is why walikuja walitumana ndege nikuja nichukuliwa. Ambassador wao ndiye alinilocate. Alikuwa naitwa Mohamed Jibril. Akanilocate, akaongea na Gaddafi. Gaddafi akatuma ndege nikaendewa. Because of the history of my father, my grandfather. They know how to trace. They know how to go downwards. And they know who am I dealing with. And who am I not dealing with. And who should I deal with. And who should not I deal with. Lakini sasa sisi hatuelewi. When you are speaking, when the Bible is speaking in the book of Matthew, chapter number 1, when it's speaking about the genealogy of Jesus Christ, we don't get deeper to understand why with the entire chapter, Matthew, chapter 1, izungumzie the genealogy of Jesus Christ. What is this? Anataka kutuambia nini? Because everything that is written in the Bible, it has an interpretation, it has a meaning, and it is a spiritual meaning. So whatever that you read, it's not a story. It is something that you need to understand. Why will we be told about a genealogy of Jesus Christ? And they gave us the genealogy of Jesus Christ. That this is a descendant of Abraham, a descendant of Jacob, a descendant of Judah. Then from there, tunaanza Judah, where Jacob had prophesied to Judah. Kamwambia, you in your shoulders, ufalme haitatoka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. But again, there is a story they needed us to understand. How did they lose Judah lose destiny aje? Because Judah lost the destiny. Can you give me Matthew chapter 1? Then Judah lost what? The destiny. Because Judah was to produce the first king as prophesied by the father. Are we together? Because when the father called them, he told them, come, I tell you what will happen in the future. What is going to happen. And therefore, if you look at what was said to Judah, they did not happen until 1,500 years. Look here. This is the family history of Jesus Christ. He came from the family of David and from the family of Abraham. Verse 2. Abraham was the father of Isaac, and Isaac was the father of Jacob. Jacob was the father of Judah and his brothers. Now remember that when Jacob called his sons, this is where now it begins. And this is where now they started losing the destiny. Because death came after death. And these deaths were very mysterious. Ni vivyo vilikuja tu very mysterious, funny deaths. Ambapo uliona Judah alioa nani? Alioa msichana anaitwa Tama. Judah mysterious nani? Mtoto wa Judah alioa msichana anaitwa Tama. Mtoto wa Judah. Judah ambaye alikuwa azae mtoto, akazaa mtoto wa kwanza, wa pili na wa tatu. Sasa mtoto wa kwanza ndiye alikuwa anastahili kumiliki, kuchukua ufalme, ambaye iliprofesaiwa na grandfather na father wake. But unfortunately, mtoto wa Judah akafa. The firstborn, he died after marrying Tamar. Then Tamar was given to the secondborn son. Again, the secondborn akaambiwa sasa, rara na huyu mwanamke uzalie your brother. Are you getting me now? Uzalie. Not, these children will not be yours. They will belong to your brother. Because there is a word that is supposed to be fulfilled. The word of the father. That in your lineage, a king will come. So for Judah was working hard to make sure a king immediately comes. But the plan of the devil was different. Because the devil came to distort the entire system. Kusitokee mfalme hapa. Na kusizaliwe. Sasa mtoto huyu mama kijana wa kwanza alipokufa, mama huyu akaozwa kwa mtoto wa pili. Mtoto wa pili aliposikia I'm giving birth, ninazalia my brother, alimwaga bego zake chini, masturbation. Naye Mungu akiwa biguni akamuua. The second death because of a dream. It is not because of anything. They searched and they knew we have to destroy this family. And how do we destroy this family? It is by taking a woman into their family.
Kamama kanaitwa Tama, kakaletwa ndani ya familia, kakuje kahangaisha hiyo familia ishi. And this happens to our families. We have had people that walikuja kwenye familia zetu, walikuja kwenye biashara zetu, walikuja kwenye huduma zetu, walikuja kwenye kazi ambayo tunaifanya, particularly to come and destroy you. We have had them here in the ministry. Kwenye wale ambao tuko na ministry, unajua kuna mtu anakujanga, anaingia praise and worship team purposely to make sure amemaliza kanisa. Anakuwa asha purposely to make sure kanisa imeenda. Anakuja anachukua position ya kukuwa ndio secretariat, anakuwa yeye ndio pastor mkubwa purposely, and they know how to position themselves. They come and take positions of control to make sure that this organization will never stand. And that is how this woman Tama was planted in the family. Not by the family, but by the destructors of a dream of the family. So there are these destructors of a dream in the family ambao wanatengenezwa purposely, wamezaliwa. Si watu wa kukuja kukulia juu ama kwenda college kusomea, hapana. They were born to counter what you have. You have a gift. You are a king. You are a prophetess. You are a prophet. You are an evangelist. Once you were born, that is why in Jeremiah we are told, before you were born, I knew you. So God had to secure Jeremiah. Bwana Yesu asifiwe sana. Just as Jeremiah was known, he was also known in the other world of the devil. They knew there is somebody that is coming to come and destroy altars. Just as Jesus was born, they knew there is a baby that is being born, and this baby will come to become this. And that's why they wanted to kill the baby even before the baby comes. That is what they did for Moses. There are people that are created to counter you. As you are growing to become a manager, there is somebody who will be planted around you, and alizaliwa purposely akuje adili na wewe dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamewekwa purposely. As we have angels to guide you, you have also angels to deal with you za kishetani. So when Jacob alitabiria Juda, akamwambia ndani yako kuna watoto wanatoka, na mtoto ambaye atakuja atakuwa ni king, na kwenye mabega zako all the kings, watu wote watakuwa chini yako. Na kule kwa shetani wakajua ni huyu analeta hawa watu, tutadili na yeye. Kama mwanamke kanaitwa Tama, kakapelekwa huko na kakaoreka huko, kakaua the firstborn, kakarudi kakaua the secondborn. That spirit walipokufa kakanyemelea kakaua mama bibi ya nani, ya Muse, ya Juda, akakufa. Alipokufa Muse akakaa siku 2, 3, 4, 5, akaanza kufeel, akaanza. Zamani hakuwa na mafeeling ya mama. Sasa wakati mama amekufa ndiye alianza mafeeling. Tabia baya. Baka akaenda kule kutafuta maraya. Na huyu Muse hakuwa mtu wa kwenda kutafuta maraya. Akaenda kutafuta maraya. Because the spirit that killed the firstborn and the secondborn, ili change, ikakuwa spirit ya immorality. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuonyesha tu, nikufundishe how this spirit deals with your destiny. Ikabadilika, ikaanza sasa kutoka kuua, ikabadilika ikakuwa spirit ya mumaraya. Na katika hiyo the same spirit ikaingia ndani ya Muse akaanza kusikia joto hakuaga nayo. Na akaanza sasa kutamania kutafuta mwanamke. Na katika hiyo hali Muse akachomoka, akatoka nje, akasema wacha niende nitafute kama mtu agarao mwili itulie kidogo na nijipatie pole, mama alikufa. Alipotoka tu hivi, mahali alienda kona moja hapo kwa roundabout pale, alikuta kamama kamekaa hapo, kamejivaa buibui, kamejifunika na nikamumaraya. Muse akakauliza, "Ni aje?" Kamama akamwambia, "Poa. Unafanya nini hapa?" "Mimi sinajua tu niko job." Muse akaniambia, "Ni aje tunaweza?" Akamwambia, "Si ndio. Siwe bora tu toe kitu." Muse, imagine this is your daughter in law. Umekaa na yeye na firstborn, umekaa na yeye na secondborn, lakini umeshindwa kumaster sauti yake. That is how Muse alifugwa. Hakujielewa, hakujua, hakusikia mpaka sauti. Alafu nikamama kalijifunika uso. Muse hakutaka hata kufugua. Angalie ni nini hii, imekuja kama sweet ya tropical. Bwana Yesu asifiwe sana. Muse haraka akamwambia basi kuja. Mama akamwambia basi naona nipatia nini? Imagine they are communicating, but you cannot be able to discern the voice of your daughter-in-law.
Akamuuliza unataka nini? Akamwambia basi nipatie kitu. Mzee akamwambia mimi sijabeba kitu saa hii, lakini nitaenda tuende, alafu nitaenda nitakuleta. Akamwambia basi wewe huwezi kuenda hivyo hivyo, niachie kitu. Kitu ya kwanza alimuitisha nini? Alimputisha pete yake. Akamwambia nipatie pete hiyo, ndio nijue utakuja. Na hiyo mkwaju yako ndio nijue utafanya nini. The target ya pete ni nini? Pete ni maagano. Yale maagano ya baba na Mungu, maagano ya baba na mtoto. Akachukua kwanza, akaondolea huyu mzee maagano. Wana wa Israeli walikaa jangwani baada ya kuwasema, wakati walifika wakaamua wakasema kwa sababu kutoka hapa kwenda Canaan ni 80 days, why should we circumcise? Wakasema tuache kucircumcise, tukifika huko tucircumcise, tutapitisha siku 3 ama 4 tucircumcise. Circumcision was a covenant between Abraham and God. So they withdrew this covenant. Wakaondoa covenant. Meaning umecancel insurance ile ilikuwa imekushikilia. Shetani akajua these people have withdrawn the insurance, have withdrawn the covenant. So they are walking these 80 days, they are walking without a covenant. Meaning this is the time to devour them. This is the time to capture them because they don't have a covenant. They don't have a protection. Na hapo ndio walishikiwa. Hizo 8 days ndio return to 40 years. Mama alipoitisha pete na akaitisha vibo, immediately the devil in this woman had prepared the seed. Bego mayai ya tubo ilikuwa already prepared to fertilize. Because waliingia tu chochoro, maana hawakwenda lodging, hakuna mahali tumeandikiwa alienda lodging. Walienda na hapo kwa mahuti kidogo. Wakapita hapo, mzee within 2 minutes mzee amechomoka na pete imeenda na mkwajo umeenda na bego imeingia. Bego ambayo ilikuwa ifai iigizwe na watoto imeigizwa na mzee. The shame. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how they will get you. That is how they will capture you. Because the target, kanisa hii wakitaka kuattack kanisa hii, watakuja mtu atajiposition praise and worship, atajiposition into leadership, ataposition into something else, ndio aingie kwa ofisi yangu, ndio apate that frequency time of coming to the office. Because the target to finish this church is to target me. Sasa kamama kamemaliza mtoto wa pili, kameendea baba. Na kamekamata baba ameachilia bego, na bego imekuwa prepared. Special mission. Imekuwa prepared. Bego ikiingia ifatalize. Na ikafatalize. Na ilipo fatalize sasa, wakati mzee akaanza kuona mama katubu kanakuja. Na ukumbuke huyu mama aliwekwa because of the third born. Akue ndio alete bego. Sasa wakaanza kuona kaguku kamesa kufanya nini? Kurusha kuku kamesa mzee akaenda akauliza, ule mama naona ni kama ako na miba. Aitwe hapa. Na yule atapatikana amedugana hii miba, anyogwe. Na ni mzee, kwa sababu yule alikuwa chairman ya nyumba 10. Aifanya nini? Akatoa amri, mwenye amefanya hii amenialipia sifa ya mama huyu, maana nimemweka kwa sababu ya mtoto huyu wa 3. Na kulikana na mzee wetu baba yetu venye alisema, akiletwa hapa achijwe. Na preparation zikafanywa za mtu kuchijwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mama aliulizwa maswali alisema namna gani? Nipatieni dakika 5 nikibia kwa nyumba nikuje. Mama, kwa sababu mission, the time to strike has come. Mama alikibia nyumbani, akaenda akatoa mkwaju, akatoa na pete, akakuja akasifungulia mbele ya kamati ya nyumba 10. Mwenye hii pete. Na mzee ndio chairman, anaongoja kutoa amri ya mtu achijwe. Mwenye hii mkwaju ndio mwenye mimba. A destiny has gone. Mzee amehusika kuvunja the plan of God by this woman that got intrude into this family, just merely to destroy the family, just merely to stop the plan of God. There are things that have been planned into your life that ziliigizwa purposely to make sure there is nothing you are gonna achieve. Kila kitu utajaribu kufanya itaanguka. Ukifungua biashara itaanguka. Ukifungua kazi itaanguka. Ukiinua ndoa itaanguka. Ukiinua anything that you want to do inaanguka, because there is something that was planted in your life. That is why your business is not picking, and they have taken the destiny.
Mzee aliinamisha kichwa akasema, kweli nimekosea. Sasa kwa sababu ndiye anaweza kutoa hukumu, hakijitolea hukumu, lakini aliinamisha, maana wamefaulu kumaliza the plan of God. That this family of Judah was supposed to produce a king, but was unable because of a plan. That a plan, somebody was planted. Hebu tuendelee please, verse 2, tuangalie, tuone ni namna gani kulirudi kukaida. Judah was the father of Perez. Huyu mzee, huyu mama alidugwa, akalitoa mapacha. Kama mtoto kamoja kalitwa Perez, na kingine kalitwa Zera. Twa huyu mzee sasa. Na huyu jagiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hapo sasa Mungu naye kwa sababu ni Mungu anajua kutengeneza maneno, akatengeneza maneno akasema Judah was the father of Perez and Sarah. Their mother was Tamar, hiyo jagiri. Perez was the father of Hezron. Nataka sasa tuhesabu mahesabu tuone where the prophetic word itakuja kutimikia. After how many generations? It may be somebody prophesied you'll be a prophet, you'll be a president, lakini iruke na iruke na iruke, lakini itakuja kutimia tu in your genealogy. Perez was the father of Hezron, tuseme 1. Hezron was the father of Ram. Twende na mbele. Ram was the father of Aminadab. Aminadab was the father of Nahashon. Nahashon was the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz. Boaz was the father of Obedi. Obedi was the father of Jesse. Jesse was the father of Jesse was the father of King David. 9. David was the father of Solomon. 10. Hapo ndio Yesu anakuwa kingdom inaingia in generation 9. The word that was prophesied for the firstborn to produce, it has taken 9 generations. Then a generation was 150 years. How many generations imeenda? How many years? 1,500. So it might have uliprofesa hiyo utakuja kukua, lakini ni kitukuu kia kitukuu. Maana kamutego umewekewa hapa na umeanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamutego umewekewa hapa, umeforfeit the plan and the pattern of God. So for that plan to ijipange tena, ijirealign tena, to realign again, it takes another 10 generations. That is what we call a spiritual mistake. When you commit a spiritual mistake, you go for 10 generations, not 5 generations. You will miss. Kwa hivyo ni kumaanisha 9 generation will go to waste. Ukiangalia hao wote tumewataja kina Salmon kina nini, ukiwasoma kwenye Biblia walihusika kwenye maovu. The entire generation kupanda walihusika kwenye maovu, mpaka baba yao Jesse ndiye alihusika kwenye maovu zaidi, mpaka alikuwa amemkana mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa hamtaki David, ilibidi achanganywa, adanganywa na the maid, alale na huyu mama. Unaona ni watu wa kudanganywa. Venye tu Judah alidanganywa, alilala na mke na hakujua amelala na mtoto wake. Pia David ukiangalia Jesse alilala na bibi yake na hakujua amelala na bibi yake. Maana alipatiwa pombe akalewa, maana kamedi kaliambia mama, hapa unafukuzwa, kesho ulali hapa. Sasa wacha tupage mpango, wewe at least moja ya mwisho. Kumbe hiyo moja ya mwisho ndio ilikuwa imebeba pego. Mzee akakuja alilala na hakuwahi jua amelala na mke wake. Alifikiria amelala na house girl. The patterns of the devil to destroy your destiny. Ndio unaona mpaka leo Jesse hajawahi kubali David mtoto wake. Bado anakataa. Maana alikuwa miakiusi bibi ni malaya, ni jagiri ya kutoka nje. Wakati sasa aliona miba hapa, akasema sinasemaga, angalia sasa ametoa wapi? Wazee kujeni, muangalie yako na miba, muulize ametoa wapi. Nani yake? Lakini hakujua kwa sababu ya genealogy yao. Ni genealogy imehusika kwenye maongo. Genealogy imehusika kwenye pattern za kishetani. Ndio kwa maana nothing works for this genealogy. Ukiangalia how the entire 9 generations, hakuna generation, hakuna familia ambayo ilisimama vizuri until David alikuja kusimama after the 10th generation. That is how you are distorted
That is how you are disorganized. That is why you are suffering. Hata ukilia uombe namna gani, there is a judgment over your family. And when there is a judgment in your family, you have to go through. Utakaa tu na neema ya Mungu. Utakaa tu kisukuma. Ndio unajiulizaga ni tangu lini? Ni mpaka lini tutakuwa hivi? Ni mpaka lini nitateseka hivi? Ni mpaka, yani unaangalia, you have done every effort. You have done every move. You have done everything possible. But nothing is working in your life. Nothing. Unakuta tu dunia inakukataa. Unaweka biashara inakukataa. Unaenda Dubai inakukataa. Unaenda Amerika inakukataa. Unaenda kila mahali inakukataa. Because kuna katrend kako ndani ya damu yako. Na katrend yako kaliprogramiwa in about 5-10 generations ago. It was programmed. It is existing. It is moving. It is working. Lakini unakuta unaenda, ndio unaona sasa tumekuwa grasshoppers, church hoppers. Unakuta you have moved. Nikiwaangalia hapa nikiangalia nyinyi wote vizuri, acha niwaangalie. Ni mtu mmoja tu hapa naweza kusema niko na ushahidi wake, hajaenda kanisa bili. Wao wengine wote ama ameenda, labda ameenda mmoja Catholic. Lakini alitoka Catholic akakuja hapa, ni mmoja tu. Nyinyi ni kuangalia kanisa 7, 10. Ni kweli? Yes. Yeah. Ni kanisa 7, 10. 12 mpaka kuna wa 15 hapa. Searching for Jesus. Searching for this elusive thing. It is not that Jesus is not in your life. It is not that you don't pray. You do pray, but there is a pattern ambayo inahusika in distorting the intention of God in your life. Because the intention of Jacob, Judah was to take over. I remember. Judah was to take over. Then he produced a king. Then from there, it was the plan of God and the plan of this man that in every home wataproduce mudhamaki. Watakuwa kiproduce mudhamaki. Lakini hiyo kitu kilikuja kuvujika miaka 1,500 baadaye. That is 10 generations. That is why you are suffering today. That is why you cannot make it today. Umengangana, nothing is working in your life. Not that you may sin. You have not sinned. But there is a sin in the blood of your family that is working against you. The sin in the blood, in the family tree, in the family structure that is working. Na ndio unaona hata Yesu karibu hiyo kitu imushike. Alipoenda pale kwa mto. Hiyo spirit ya umaraya ya kwao alikutana nayo kwa mto. Mama kauliza mama, nipatie maji. Mama akamwambia hapana. Yesu akamwambia wewe ni maraya. Uko na wanaume wangapi? Na kuna ingine moja iko huko imejificha. Angalia huyu mama aliandamana kutoka hapo. Alianza kuandamana na Yesu. Kila mahali Yesu alienda. Ali-invest mpaka akanunua the most expensive mafuta. In her thinking, according to me, not according to the Bible. In her thinking, alikuwa anajua hiki kijamani takishika siku moja. That was the entire plan of this woman. Because of the spirit of the genealogy ya hawa Yesu kule wametoka. Ilipenda umaraya. Na ilikuwa na hiyo damu ya ujagiri ya wanawake. Ndio maana huyu mama mpaka ikafika mahali akaitafuta pesa, akaenda akanunua the most expensive. Maana aliangalia akajua lazima niinue madhabahu ya juu nikamata huyu mtu. Hiyo ndio kuinuaga madhabahu. Akanunua the most expensive mafuta. Akapaka Yesu mguu. Ulisikia mahali kuna Yesu mahali alikuwa amecomplain ati anapakwa miguu? He never complained. Until Judah came, akasema hii mafuta si tugeuza ni ya pesa mingi. Akaondoa ndio aondoe huyu mwanamke. Maana alikuwa anatumia nywele kumasaji miguu. Because of the spirit in the lineage of Jesus Christ. And that is why Jesus had to come to conquer the sin, the genealogical sin. Ndiposa tuweze kuachiliwa huru through the blood of Jesus. That is why alienda kwa kaburini. Ndio aende mpaka kule makaburini, atoke, avunje miamba, avunje zile spirit ambazo zilikuwa na dominate. So whosoever will believe in him will be set free. That is why the blood of Jesus will set you free. Because these are things that are in your family. Bwana Yesu asifiwe sana. I can see many faces here ambao they cannot, hawajuagi kukataa.
Unakutaka ametoka katoroni, ameomba against the spirit of sexual immorality, lakini akitoka tu yule mtu anatoka na yeye kutoka katoroni, anambeba ni mwanaume na ni mtu, ni pastor, ni mtu ameokoka sana. Wakienda unajikuta huyu mama amejikuta kwa huyo mzee, na akijikuta kwa huyo mzee ashafanya kitu. Asubuhi ndio anaanza tena kuomba, Mungu si tuliongea, Mungu tuliongea, ni maneno nimeachana nayo, mbona hukunisaidia Mungu? Unakuta you don't have capacity to resist, because the power, the sin is in the blood of your lineage. That is why you don't have the power to be able to resist. Kuna wanaume wengine tunasemaga, mimi siogeleshagi mwanamke mara mbili, nikimwambia anaanza kufanya hivi. Na unafikiria you become a hero. It is not that you become a hero. It is what is speaking in the blood. Your blood, your lineage yenu. Na this is virtually inatengenezeka kwa sababu ya kumaliza destiny. Once you get into it, the destiny falls. Bwana Yesu asifiwe sana. And this woman, despite that Jesus delivered this woman, the woman also had a plan to deliver Jesus into the system ya kifamilia. Lakini Yesu na Juda karukilia mafuta, akachukua mafuta, akasema hii mafuta tugeuza. Sasa si kwani Yesu alikuwa na issue na pesa? Yesu alikuwa anasema shikeni hiyo samaki, inakatwa inatoa pesa. So the issue of money was not a big deal. The deal was, where is this woman headed to? Anaelekea wapi? Na hii mzima nywele zake, na hizi mafuta zake, na mjamaa ametulia. So sometimes we need people like Judah in your ministry. In wherever you are, people who will save you. Because this thing, if imekuwa kwenye familia, utajikuta. Ndio nawaambia watoto wangu ni wengi. I have over 25. Because my great grandfather had 38 wives. Bwana Yesu asifiwe sana. Had 38 wives. Na uzue wazee wa zamani walikuwa nazaa watoto 10, 15, 10, 15. Ndio unasikia kwa Kikuyu, mzee mtoto alikuwa anaulizagwa, wewe ni wa nani? Si wa nani baba? Unajulikana ni wa baba, lakini wewe ni wa mama mgani? Ndio wagedha kukiaje. Ukisikia mimi naitwa Dora wa fulani na ndio wagedha kukiajeri. So that is how the father would know, huyu ni wa Jeri. Anajua huyu ni wa Wangari. Huyu ni wa Wagoi. Because there are many. Praise be the name of God. And the only way to be able to understand is to understand what kind of a lineage is you. What kind of a system that is operating in your family. Before you come to chant here, na kutoa makelele mingi hapa. Lakantakate, lapakantapochoka, rikekeke. But kabla uanze kupiga hiyo makelele, understand your lineage. If you get to understand your lineage, it will be so easy for you to deliver. It is so easy for you to get out of it. When I discovered myself, ndio niliweza kushinda hiyo spirit of sexual immorality. Because for me, a woman was a subject. Ambaye you have to take it. Nikisema be there, tukutane kwa ofisi, that is fine. Nikisema kwa kitu tukutane mahali fulani, that's fine. Sikuwa natogosa. Because the power of that sexual immorality was in my blood. I have to defeat it. I have to control it. I have to raise a sacrifice to stop it. So that I can be disconnected from it. In the book of Ezekiel chapter number 16, please give me Ezekiel chapter number 16. In the book of Ezekiel chapter number 16, you use it to disconnect the umbilical cord that connects you from this genealogical sin that is happening in your family. There is a sin that even if you repent, it is not in you. It is in your blood. So what can you repent? Utarepent nini? It is in the blood of the family. And not until you disconnect yourself now from the family, uondoke from the family, you are still going to remain with that sin. Utaokoka, nitahubiri hapa, nitatoa mapepo hapa, nitarinae na nitakonda na makaka kaka baba liana uende, na nikitoka hapa nachomoka na kamoja ninalia nikienda nako. Yes, that is why you see pastors are sinning. Pastors has involved in these sexual acts, not because they like it. Hapana.
akiwa amesimama kwa hii madhabahu. Hii ni moto, inachamshanga mwili, inawaka. Connectivity ya section na nini. Hapo ukiingia hapa, mama aingie hapa na wewe saizi tuingie na hapa. Most likely utakuta na nikikwambia tukutane pale Serena na usiabie mtu. Na saa hiyo nimefufua mtu hapa. Saa hiyo nimeongelesha pepo lilikuwa limekufuga macho imefunguka. Lakini sexual immorality kama iko ndani yako, ndio nasikiaga Harrison anatuambiaga hiyo si ya kuobewa, ni ya kutoroka. Ndio naona nimeweka milango gapi? Ile na hapa. Kwa sababu mimi kwanza I'm the weakest of all kutokana na damu ya kwetu. Mwanamke akigia pale inakuwaga na ugumu wa kujizuia. Ndio naona nimetengeneza because sina uwezo wa kujizuia. Sasa nifuge hiyo, nikifuga pale natorokea ile nachomoka na bia. Ninaenda hapa choo. Natoroka naenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi kitu hata Paulo aliambia Timothy, hii ni kitu ya bio. Toroka bio. Si kitu ati wasa katika jina rabashandala kaka. Na unakuta huyu mama amekaa hapo, amenifungulia. Nikienda kufungua macho, rakatata. Nikiangalia unakuta rekekekekakaka. Yakakekekekaka. Sasa unasahau mpaka ile kitu. Maana ni pepo, linajua kucontrol. Ati tukija tushikane tuombe hiyo pepo ya usherati kanisani. No, you cannot make it. You cannot make it. Mimi mwenyewe nimetoka kwenye familia ya usherati na mimi ndio tumeshikana atutuvuje usherati na usherati uko kwetu in my blood. Usherati ndio inatembea. Alafu urudi kanisa hii kama sasa hapa kwa mfano kuna wanawake kama 8 wako hapa kwa sababu yangu. You see the reinforcement now. Sasa nikihubiri hapa wanarusha. This is my man. Ukisema kamata, anakamata wewe. Kamata, anakamata wewe. Receive, anakureceive. Sasa wanafikiria unapambana na mapepo, kumbe ulishapambana na wewe, ulishakamatwa kitambo. Wewe ni umekamatwa tu, umekaa tu. Unakuta kamata. Sasa unakuta jicho moja limekaa, ni kama macho inapanduka, moja inaangalia huko na nyingine. Maana nimekamatwa na 8, mmoja amekamata huko, mpaka naenda nikaa hivi. Unafikiria ni Roho Mtakatifu. Kumbe ni pepo lililo ndani yangu ndilo linafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kitu ya kucheza. And this sexual immorality ndio inabadilishanga destinies za watu. Ndio inahusika kuua destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sisi wachungaji. Najua nyinyi mnapenda, mimi napendanga kujitangaza, kujiandika vizuri. Lakini nyinyi hamwezi kujiandika kwa sababu mnakaaga biguni. Nyinyi hamwezi, lakini mkiangaliwa udani, you are the most dangerous people. Hallelujah. Hata sasa hivi nazungumza, kumbe nafikiria ni noti unachukua. Kumbe ni Kasiano na Abia tukutane mahali fulani. Kuna mahali niko na appointment. Niko Marisia. Bwana Yesu asifiwe sana. This is how to handle, how to fight. Nipatie Ezekiel how to do it so that you can be able. Then the word of the Lord came to me and said, 2, Son of man, tell the people of Jerusalem, underline this, Son of man, tell the people of Jerusalem about the terrible things they have done. Tell them, go and tell them about the terrible things they have done. You must say this. This is what the Lord God says to Jerusalem. Look at your history. Take note of that. Look at your history. Ndio ujue historia yenu inasemaga aje. So ukianza kuomba, uweze kujua how do you start doing it. You were born in Canaan. Are you getting me? Your history. You were born in Canaan. Now go back, jiulize swali, who is Canaan? Or what is Canaan? Who is Canaan? Is it a city? Canaan is a city named after a person. Who was this person? The son of who? Pastors. The son of? No. It's the son of Ham. And this Ham ndiye aliona uchi wa baba yake, akalaaniwa. Lakini kwa sababu alikuwa ndani ya Sabina, hangelaanika. Canaan ndiye alilaaniwa. So Jerusalem was born in Canaan, a land associated with a curse. Are you getting me now?
So your land, kule umetoka, kule umezaliwa, shamba ya baba yako, ende ufanye investigation. Kama hapo kulikuwa na waganga, kama hapo damu imewahi kumwagika, kama hapo kuna vitu vya kiuchawi. Number 2, your father was an Amorite. Why are you bringing my father on this? And even telling me he's an Amorite. What do you want me to understand? Your father was an Amorite. Waamori walikuwa wanani? They were people ambao walizaliwa out of what? Wedlocks. Walizaliwa na ile malaika wakazaa majitu. So your father comes from a lineage that is against God. You hear? Your land is a curse. Your father is a lineage of people who have rejected God. Then let's go. And your mother is a Hittite. Wahiti walijulikana na nini? Na uchawi. Wahiti walikuwa ni wachawi. So your mother ametoka kwenye lineage ya uchawi. Your father ametoka kwenye lineage ya usherati. And the land that you are born ni ya mtu mwenye ako na kasi. So who are you? You are a concoction. You are more dangerous than your mother. You are more dangerous than your father. You are more dangerous than your land that you came from. Because you are 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Then tuendelee. Jerusalem, on the day you were born, there was no one to cut your navel cord. Meaning, you are still connected to your father, you are still connected to your mother, you are still connected to the land. Nobody cut the navel cord, the umbilical cord. So you are still under the instructions of your bloodline. Had you been disconnected, you will be out of the bloodline because you will be dependent. Bwana Yesu asifiwe sana. No one put salt on you and washed you to make you clean, meaning you have not been removed from the impurities of your parents, of your bloodline, of your family tree, of your family name. You are still the same as that family name. Sijui kama tunaelewana vizuri. No one wrapped you in a cloth. No one. Ambaye alikufunika akuondoe kwenye uovu wa kifamilia. Nobody had mercy on you. Verse 5. Then no one felt sorry for you or took care of you. On the day you were born, your parents threw you out in the field because no one wanted you. So, who are you? You are a Hittite, an Amorite, and a Canaanite. 3 things that are rejected by God. So come here, I pray for you. Nothing will happen. I have not spoken to the blood. I have not disconnected you from the family line. I have not disconnected your blood from the blood of the family. So the things of your family will still happen to you. Even if you come to church, even if you preach, even if you do whatever that you do, hata uhubiri namna gani, hata utoe ma prophetic word, utatoa ma prophetic word, ukirudi nyumbani wanakuambia karibu home. Ulikuwa unasemaje huko? Sasa unaanza battles zako za mwenyewe. Ndio unakuta mapasta wengi, they have so many battles in their life. Because wamepiga moshene hapa, wamepigana na familia zao hapa, wamepigana na mapepo, wamepigana na damu blood, na kule bado you are connected. Ukirudi nyumbani, madhabahu ile na kugojea ni ya familia. Haujafuja. You are still connected to your grandfather. You are still connected to your grandmother. Because where you go, where you call home, it is where the altar of the family is. Huko ndio unaendaka kukula, huko ndio umepata chakula, huko ndio watoto wako wanakaa. Ukirudi nyumbani, you become powerless. If you go to any altar, no matter how small it is, uende kwa altar yoyote ile, urudi kwao, retrieve back there, hiyo altar ndio inatawala. Ndio unaona Elijah hakuenda kwa wale manabii 400. No, he didn't do. Hawa manabii walikuwa na power. Hawa manabii walikuwa wamejiamini, walijua na walijijua. Hata wakati walianza kujikata, they knew something would happen. But what happened? Elijah knew, if I go to their altar, things won't work. I will command them wakuje kwa altar yangu. Kwa altar yako ndio power yako iko, ndio ushindi yako iko. Do you have an altar? You are doing a good job. Jipigieni makofi. Wapigie makofi. Yes. Makofi kwenu. You are doing good job. Make sure nobody sleeps here. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaangalia hata ni mkae huko, mwangalie mtu asilale hapa na unapiga kofi kidogo. Yes.
Are you getting now? Elijah had to call this. Hawa manabii 400 hakuenda, angeenda kwao wangemukaranga akiwa na mguu yake, wangemukaranga, maana hiyo ni madhabahu yao. Yeye aliwaita kwa madhabahu yake, wakakuja. Hapo ndio sababu ya kuwashinda, maana alienda, alikaa, the Bible says alikaa chini, akakalia madhabahu yake, akawaambia fanyeni ile kitu mnafanya. Walijaribu mpaka wakajikatakata, nothing happened because he was in his territorial authority. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you have an altar yourself, or you are operating under the altar of your parents? Do you have, ukinunua shamba, you have to disconnect yourself from your family. Ukioleka, you have to disconnect yourself from your family. Na kule umeenda, ujue madhabahu ya hiyo familia wanafanyanga nini. Inua dhabihu, vunja madhabahu ya huko. Kama huwezi kuvunja, kata the umbilical cord. Jiondoanishe na hiyo family, ujiondoanishe na ya kwenu, mjenge familia yenu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise you never survive. You can't go. Maana kwenu gauka yenu ndiye alikuwa muganga mkubwa. Muganga yule mkubwa. Na huko ndio naendaga. Gauka wenu ndiye alikuwa sakamosaisa. Kwenu kumemwagwa damu ya wanaume kama 500 huko. That is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yako ndiye alikuwa naitirana. Wewe anatokaga usiku. Wewe unajua mpaka mama yako ni naitirana. Alafu kwake nyumbani ndio umejenga nyumba yako ka cubicle. Kwa baba yako, kwa boma ya baba yako. You will never come out of that altar. Hata uokoke wapi? Kwa sababu unarudigi kule. Na hiyo altar imechijua busi. Hiyo altar imechijua ng'ombe. Hiyo altar imemwagiliwa kitu. Imekuwa service. Na wewe hujui service. So when you get into the compound of your father, you are subjected to that altar. Na Bible zako, na kora yako, na kiokoko kiako, kyote kinakamatwa. Unakaa chini ya mamlaka ya the altar. Lakini ukitoka huko nyumbani, uende Thika, ukifika Thika, kanisa ya Thika, baba kanda yeke mama, unaona watu wanaaguka, maana you are outside the territory. But the moment you retrieve back, you narudishwa chini. Na unagogwa sasa vizuri. Unagogewa, washirika wanatoka kanisani, watu wanaanza kusema, mimi niliota kwa ndoto mchungaji akiwa uchi. Niliota kwa ndoto mchungaji kama ako na mkia hapa, alikuwa hapa ni nyoka, na hapa alikuwa mdomo ilikuwa ni kama ya ubwa. Ni ile madhabahu inakuja as masquerading spirit, inaingia kwa washirika. Wanaanza kuoteshwa kuhusu wewe, ndio kanisa iaguke, maana unachokosa madhabahu ya nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. You must disconnect yourself from the altars of your family, from the bloodline, and from the family tree, for you to be able to stand. Because kama sisi wa Kikuyu ama wa Kisii ama wa Kamba, the Kenyan, wale wa mama wametuzaa, they are 70 and above, wakikuwa wasichana, there was no church, walikuwa naendaga kwa waganga. Kwa hivyo kwenu kuna gedhito kimezikwa, whether you like it or not. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mama yangu alikuwa anatuletea mganga, tunapakwa hapa kachoka, hapa kachoka, hapa. Alafu tumetolezwa nguo zote, tumekalishwa, mpaka baba yangu amekaa chini hapo, tumepagwa watoto wote, tumekaa. Kimama kinakuja, kinatupaka, kinazunguka. Alafu kinachukua kuku, kinaenda kitupika hapa kwa kichwa, kinatukoga na kuku nyeusi, kinaweka chini, kinakuja na kuku nyekundu, kinatupiga. Hiyo madhabahu, mpaka wakati nilienda nyumbani na Harrison Ng'ang'a, tukaenda tukaivuja. Ilikuwa inatawala, ilituharibia ndoa. Hakuna mtu wetu mmoja alikuwa na ndoa imesimama. Hakuna in the entire family. Maana tulikuwa tunasimama. Ilikuwa ni vita kati ya bibi mbili wa baba yangu. Baba yangu alikuwa polygamous. Alikuwa na bibi wa mama, ndio alikuwa first wife. Lakini akashikwa. Akapelekwa Kamete, alishikwa na bunduki za Maumau. Akafungwa miaka 7. Wale watu walikuja wakamwambia bibi yako alikufa. Sasa baba akaenda akatafuta wanaume, najua tukaagi sana. Ati mama ameenda, ati atakuja, ni unaleta ingine haraka. Baba akaenda akachagua ingine, akakuja akafanywa bibi wa kwanza, akatolewa tu mahali kama ule wa kwanza, maana yule amekufa. Mama wakati after 7 years kurudi, alikuta kumna mama nyumbani. Yule mama akasema, mimi ndio mwenye nyumba, sikukuta mtu hapa, which was true. Hakukuta mtu, na aliambiwa bibi alikufa. Hata kama unaweza kureact namna gani, urudi ti mama amekuja teo no wale mutumia wakwa ni ashoka. Itakiri ho mugetu agetuika mutumia. Arato ireko. Ulikuwa wapi?
Ndivyo mama yangu aliulizwa, ulikuwa wapi? Unakuja kusema ati wewe. Sasa wazee wakaitwa wakasema, huyu ndio tunajua wa kwanza, maana ndio alitolewa mahali wa kwanza. Wewe ulikuja kwenda kwa sababu amerudi, wewe rudi position 2, wacha uachukue. Uchawi ikaanza siku hiyo hiyo. Huyu mama akasema hakuna. Naye mama, sasa mama yetu alikuwa anatuendea ugaga ya kutukiga. Yule anatuletea ugaga ya kuturoga. So ugaga kwetu nyumbani kulikuwa na ivito zimepandwa kila kona ya shamba ya kutukiga. Na miili yetu tulikuwa tumechajwa kutukiga. So sisi tumekuwa walking altars. Mahali popote tunaenda, we are walking altars ya uchawi, ya ugaga. Upande ule mwingine ni walking altars. Sasa familia mbili zinakaa hivi, maaltar mbili. Kumbuka pia grandfather yetu ni polygama. Mama yetu naye huko. Watu walikuwa yani kwetu ni kama kulikuwa kwa shetani. Ni territory ya shetani na madhabahu inakaa huko. Nothing was working for us. Bwana Yesu asifiwe sana. Until I was able to discover this. Mpaka nikauliza mama. Alafu mama yangu alikuwa anatuambia ati huko kwetu kuliambiwa kusiwahi kuguswa uchawi hata kidogo. Kusiwahi kuguswa. Kwa sababu ameokoka. Na amesema dahunyokete giuma kwa wainga. Yesu akejoya. Yani aliokoka lakini hakutoa zile idhito, aliweka kwa shamba yetu. So alienda kanisani akawacha madhabahu kwa nyumba. So wakati alienda kupigana na madhabahu, akirudi nyumbani namuuliza, "Nekioku, ulikuwa unasema nini huko? Kuja hapa." Kuja hapa. Tunanyoroseka. Familia yetu ikasambaratika until we are able. Sasa mama namuuliza, "Hapa kunafaa kuguzwa uchawi?" Hapa kuna laana. Hakuna mtu. Kwa sababu hataki tuingie kwa ile vitu alikuwa anafanya. She's trying to protect us. Maana alitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa nikamkalisha chini nikamuuliza, "Mami, na wakati ulinituma kwa Mwikali mpale Matu, kwa sababu aliniambia niende hapa Gorifa nipatane na dada yake. Dada yake anipeleke kwa mtu fulani, mama hapo." Nikaenda nikapatana na dada yake, naye dada yake akanipeleka kwa hiyo mama Mugaga. Sasa nikamuuliza, na ile siku tulienda, nikaenda kwa dada yako, akanipeleka nikaenda kwa Mugaga. Na nilienda huko nilitoa 200 nikazungukwa hivi nikafanywa vituko. Sasa na hiyo nayo ni aje? Maana nilitafuta kajia kabali kakumuigia. Maana tulikuwa tunamuuliza anakasirika. Hawa watu wa zamani wakienda wakijua unaenda kuuza mahali ndipo analukaga na makasiriko. Na anasema nitalaani mtu. Nitalaani mtu. Kwa sababu hataki kuelezea. Yes, hakuwa na ubaya. Mama yangu hakuwa na ubaya. Alikuwa anatukinga. Lakini sasa anashindwa atatuelezea namna gani. Umeelewa? So mimi nikamwenda tu nakajia upole ubali. Mpaka akakubali akaniambia ni kweli. Sasa nikamuuliza si tulienda kwa wagaga watoto na ule mama alikujaga ule aliletwa na auntie. Tukapakwa mavitu. Si alikuwa mganga. Akaniambia na hapo sasa ni aje? Akasiambia sasa nyinyi ndio mumeokoka sasa mnafaa kunisaidia ni vipi tutafanya. Nikajua ameingia box. Sasa nikampelekenya pole nikamshika nikampeleka hapa kwa Harrison. Nikaambia Harrison, mama ndio huyu. Huyu ndio alitupeleka kwa shetani. Sasa nimemulete atutoe. Tulipoenda hapo, tulikuwa na mimi na dada yangu. Amezaa watoto 10, sisi wote ni 10. Sasa akasahau sadaka kwa kibeti. Na kibeti tumeacha pale kado. Unajua kule kwa Harrison lazima utoe viatu, uende mpage ile laini. Sasa akaambia dada yangu, enda kwa kibeti yangu, utoe pesa hapo. Alikuwa anataka 1000 itolewe ndio akuje atoe sadaka. Dada yangu alienda akapata shilingi 10,000 zimeshikana vizuri, akaweka kwa bahasha. Akakuja akapatia mama. Mama hakuangalia, mama alipatia Harrison shilingi 10,000. Kumbe alitolea watoto 10. Akatukoboa tukiwa watoto 10. Tukafunguliwa. Yes. Mungu akiona umekataa na maneno anakuforce because anataka kuna kijana yake ni apostle anataka afunguliwe, aende akafugue watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo ndio Harrison alikuja nyumbani tukavuja sasa ile idhito zote zilikuwa huko. Migi zilikuwa zimepadwa, zikangolewa zote tukatoa na mboma yetu siku hiyo. Wow. Wacha nikwambie. Tunakutana mabrothers hatuko tukikutana. Tulikuwa tunapaga mkutano, mmoja anainuka, anatoa vita kama ile ya Bosnia na Herzegovina.
mmoja tu, na anaharagania kila kitu, na inakuwa hakuna mkutano, kuna na anasema hakuna, na inakuwa ni hivyo. Mtu mmoja tu anainua vita. Kumbe ni zile vidito zilikuwa kwa nyumba. Wakati zimevujika, mama yangu ameaga, lakini juzi niliona tulikutana familia mzima, tukakula vizuri, tukakunywa vizuri, hata tunaanza kushare, tunasaidiana kazi, mpaka tumetengeneza kampuni moja ya familia. Tumerudisha resources zote pamoja, tumetengeneza empire ya our family, which was not able by our father, was not able kufanya hivyo. Tumekutana na hiyo familia nyingine, tunakutana kama juzi tulipokuwa mazishi ya one of our brothers, familia mzima ilishikana. The first thing ever to have happened in our family. Hata baba alipokuwa hai hakuweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you destroy that altar of the family, that God of that family, you will never be able to go far. Unaenda unakuta unafurutwa. Maana kuna msingi. Mama yako bado ana service your altar. Maybe your father still servicing the altar, or your grandmother is still existing, bado ana service that altar. Hakuna uchawi mbaya ambayo imefunga familia kama ya baba na mama yako na shosho yako na guka yako. Dili na hao kwanza kabla kuja kudili na hawa sisi hapa huko nje. Dili na hao kwanza. Ukimalizana na hao, platform yako imeinuka, maana hao ndio wamebeba baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio wamekushikia baraka zako. Milango yako imeshikwa na baba yako. Mama yako ameshika milango yako. Your firstborn amekushikia mlango. Hebu sasa angalia, mama yako ni mchawi, alafu wanashirikiana na firstborn yenu. Na firstborn yenu ndio yako na kifunguo ya familia. Alafu mseme kuna mahali mtaenda. Hakuna mahali unaweza kwenda. You will suffer until you cut the umbilical cord of the family. That is when you start seeing God. Ndio utaona deliverance, ndio utaona mambo ya Mungu ikitendeka katika maisha yako. Sijui kama nimefurahisha mtu leo. Nimekufurahisha ama umesoma? Asante sana. God bless you. So that is how kwa Ukristo wako kusimama. Angalia venye Yesu amehangaika mpaka wamemuua. Maana lineage yao ilikuwa na premature deaths. Did he die prematurely? Haitabuagi wewe ni nani. Musa mwenyewe amekufa kwa sababu ya laana ya kifamilia, Simoni na Levi, ya makasiriko. Lakini yeye alifaulu, akaenda akanenea Ruben, maana Ruben alikuwa amelaaniwa, na akaambiwa Ruben, wewe ndio nguvu yangu ya kwanza, wewe ndio uzao wangu wa kwanza, lakini ulipanda kitanda ya baba yako. Na akalaaniwa, na akakuwa yeye atakufa. Until Moses alikuja akasema Ruben na aishi. Alikuwa na uwezo. Lakini kwa Musa aliweza kufungua Ruben, lakini Musa alikosa mtu wa kumfungua. That is why hangeweza kufika kwenye destiny ya Canaan. Hangeweza because kuna laana hanging on his head. Mahali popote alienda makasiriko yalimpata. Kumbuka yeye alikuwa anatetea aliambia na Mungu usiwaue. Don't kill them. Don't kill them. Lakini yeye hakuna mtu alimtetea wakati alifuja hiyo tablet wakati aliifuja. Hakuna mtu alikuja kumtetea kwa Mungu. Mungu simuue. Angalia huyu jamaa venye amefanya kazi mingi. Angalia huyu jamaa venye amehangaika akitafuta uso wako. Angalia huyu jamaa venye amesimama na wewe. Nobody was there because you are operating in a curse which has nobody can come and defend you, not until ukuwe na kuhani mkubwa. Wakati ukuta wa Jericho ulipovunjika, ilisemekana nani? Kusiwe na mtu atakayejenga nini ukuta huu. Nehemia wakati walikuja kujenga, nini ilifanyika? Walisema mtu akijenga huyu mtoto wake wa kwanza, the day they will start, atakufa. Na ukienda kumaliza mtoto wa mwisho atakufa. Did it happen? Did it happen? Yes, the firstborn died and the lastborn died. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to know how to come out of this. Wachana na urokole mwingi. Wachana na hii maombi mingi ya ujiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Pole kusema ujiga. Lakini wacha tu niseme venye iko. Wachana na maombi ya ujiga ambao huelewi ni nini unavuja. I break every covenant. I break andambara. Ya kandididididi. Unakuta mtu analia kama kuku. Mwingine analia kama puda. Malaika akituma bikuni anaambiwa ende usikie kwa nani, kwa Dora ni nini kunaendelea. Malaika anateremka anakuja anasikiliza, anarudisha huko. Anasema Dora hana shida, lakini kuna puda wako huko ndio walikuwa na njaa.
Sasa unakuta Mungu puda ziko huko zinaanza kupata, nyasi inamea. Unakuta puda zimeanza kubarikiwa. Unaona puda zinazaana because Mungu alisikia ni puda ziko na shida, akaachilia baraka ya puda. Wewe unaendelea kulia kama kuku. Kuna wengine wanalia kama sasa ukule mbinguni kunasemekana kuna jogoo huko. Unakuta kuku zako zinaendelea vizuri na wewe unaendelea kuwa maskini. Wakati tu wa kuenda kuuza kuku ndio unapata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiuza unauza vizuri. Siku hiyo nasikia mtoto wako alishikwa na polisi na anahitajika 1,100 kwa maana alipatikana na banki. Na ni ile uliuza. Kuku ukiuza uliuza vizuri maana ziko na baraka. Mungu alizikapa. Maana ile ripoti ilifika huko ni ya kuku. So wakati unaomba kama mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ripoti ifike. Na ikifika kule ifike vizuri. Before you start praying, understand your lineage. Understand is of it. But wacha kupanda ndege uende Nigeria. Ati unaenda kutafuta TB Joshua, ama unaenda kutafuta Kakande, ama unaenda kutafuta Ezekiel, ama unaenda kutafuta Warwenge. Understand your genealogy first. Your genealogy will lead you to the right man of God, because we are called differently. There are Jeremiahs and there are Isaiahs. There are Moses and there is Joshua's. We are called differently with the different missions. Jeremiah aliinuliwa kuvunja madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moses was a liberator. Joshua si liberator, alikuwa wa kupiga, kuua na kupenda kuchukua shamba. So for you to be able to know to which anointing am I supposed to go to help me come out of this, you have to understand your genealogy, the patterns in your family, the struggles of your family, the struggles of your life. The struggles and challenges that you are going through, they are not just there. They are not just struggles. They are not just things that are at individual tu zinifanyika. Hapana, they are patterns. Na ukizitafuta zimekuja na jina ili umeitwa, zimekuja na eneo ili umetoka, zimekuja na upande wa mama yako, upande ya baba yako. Hivyo utaangalia, utaona. Ukiona sasa hapo ndio unakuja tunazungumza. Kama mimi ndio nimeitiwa hiyo line, nitazungumza. Ukienda kwa Harrison, kwa James Maina Nganga, haangaliagi vitu hizo. Akikuona hivi anaonanga pepo. Liana wede. Tetemeka. Tetemeka. Liana wede. Sasa yeye ni kutoa mapepo. Mimi ukikuja tutakaa chini kwanza. Nijue historia yako. Nikuelewe ndio nijue madhabahu yako. Kwa sababu mimi nimeitiwa kuvunja madhabahu. Mimi si wa mapepo. Nikijua uko na mapepo nakwambia kibia kwa baba yangu hapa chini. Na ukitaka mtu straight forward, a heavenly bound person anaenda biguni, enda kwa Harrison. Harrison ndio kuna watu wale wanaendaga biguni straight. Biguni kwa discipline na holiness. Sasa hapa tumejaganya na majagiri, wafutaji wa bagi wako hapa, waizi wako hapa, maraya wako hapa. Mungu amenipatia grace ya kukaa na wao kwa sababu niwasaidie kuvunja madhabahu yotoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sidio bidhe. Asante sana. God bless you. Tusimame kwa miguu yetu. Yes. To worship kidogo ndio tuweze. Hapa nataka ujipeleke mbele za Mungu. We are going to worship together. Just jipeleke tu mbele za Mungu. Uliza Mungu, nipate ni gani? What's my challenge? Get to know those challenges so that God can liberate you. Shika sadaka yako tukiingia kwa kuabudu. Uiekelee tu hapa ndio ikusaidie kujua challenges zako. Nimesema haraka. Praise and worship, I said quickly. Ndio naambia, I want to know your lineage. Kwa sababu you look young but very old. Ndio unaona Yeremia, Biblia inasema kabla hujazaliwa nilikujua. Kabla mama yako na baba yako wakuje pamoja nilikujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla shosho na guka wakuje pamoja nilikujua. Kabla guka na guka wakuje pamoja nilikujua. So how old are you? Unakuta mama kama huyu unaweza kufikiria ni msichana, kumbe yako na miaka 800. Sasa oa mama kama mtu wa miaka 800 umemuoa umepeleka nyumbani. How will you live na yeye? Anajikokota nasikia asubuhi okay, wewe ndio chabusha chai hapo. Maana ni mzee amechoka. Maisha amekaa miaka 800 in the spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisiana kama hapo unafikiria ni kasiana, kumbe ni kama mama kama miaka 700 haka. Unaweza fikiria ni kasiana. Ukiona venye kanajikokota hivi, unaona kanajikokota, unaona haka nikashosho gapi hiyo. Nikashosho because I'm waiting for you. Wewe tu Bwana
Leteni sadaka zenu. Kikapu ya sadaka iko. Kikapu ya sadaka. Juu, mwambie ni wewe tu Bwana. Peleke mbele ya Mungu, mwambie ni wewe tu Bwana. Unastahili kuabudiwa. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, mwambie unastahili kuabudiwa. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa juu, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa juu, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa
mikono yako. Nini nimefanya? Naomba ufunue mikono yako tu. Ukiweza kutembea tembea, mwambie Mungu, nataka kujua what is the challenge in my bloodline. Baba, nipa ufunuo. Mwombe Mungu akupatie ufunuo tu, ndio uweze kujielewa. Katika ile hali ya kujielewa, utavunja madhabahu ambayo inakusumbua. Just live, open up your lips. Open up, speak to God. Mzungumzie huyu Mungu. Mwambie Mungu, nataka kujielewa. Jinsi umetupatia ufunuo wa familia genealogy ya Jesus Christ. I want to know my genealogy. I want to know the generational curses. I want to know the bloodline curses. The bloodline challenges that have been operating in me. This is what I want to know. This is what I want to know. Keyboard peke yake, keyboard peke yake. Inua keyboard juu. Wengine wote tuingie kwenye maombi. Speak, open up your lips. Open up your lips. Speak to God. Mwambie, I'm ready today to know who I am. To know what is this that has been causing. Usisimame tu mahali pamoja, tembea tu, tembea tu. Ambia Mungu, tembea tu. Usisimame mahali pamoja. Kama unaweza kutembea, una uwezo wa kutembea, tembea. Yes. Sorry. Sendelele poseyara na mashekete utayari na keterene meshayandara ozeketerene mwezi atoto utayara na ninori mbele ya zendelele shitayata uraketerere aya yalina ezekende ozayara na memesheke unastahili kutukufu Baba, wewe ni Mungu, wewe ni mweza. You are the King, you are the Holy of the Holies. Holy na mababa, Holy Papa, Holy na nezekati. Oh ya Orina mama sheterere ozerere keteterere. Wakumbuke watoto wako, kumbuka nyumba yako, twakuinulia dhabihu zetu. Kumbuka Baba, wako hapa, tumeshindwa kujijua, tumeshindwa kuelewa damu yetu, tumeshindwa kuelewa koo zetu, tumeshindwa kujielewa. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji mkono wako, tushike tu mkono. Uliwaondoa wana wa Israeli kwenye mikono ya watesi wao. Najua hata sisi una uwezo wa kutuondoa, una uwezo wa kutufungua, una uwezo wa kutubadilishia maisha yetu, una uwezo, una uwezo. You have the capacity, you have the power, you have the authority. Una uwezo, tubadilishie, tubadilishie Baba. Tumeitanishwa na majina ambayo hatujui yalitoka wapi, tumeitanishwa na maeneo ambayo hatujui maana yake, tumejikuta kwenye mazingira ambayo hatujui. Hatujui ni nani alikufa, hatujui ni nani aliwachwa kule, hatujui ni madhabahu gani iliinuliwa, hatujui ni nini, hatujui ni kafara gani walitoa, hatujui. Everybody pray, everybody pray, everybody pray, everybody pray. Pray now, pray now everybody. Jitanie, jitanie, ambia Mungu, ninakuhitaji. Mwambie ninakuhitaji. Sijui sikukuta wazazi wangu, hata niliwakuta na wao penyewe hawajielewi, hawajijui. Baba, ninahitaji msaada wako, ninahitaji baraka zako, ninahitaji ufunuo wako, nikapate kufunguka,
nikapate kuonekana na mwonekano wako. Speak to your bloodline. Speak to your bloodline. Nenea bloodline yako. Iulize maswali. Kamata anga ya wachawi. Kamata anga ya wachawi na warogi. Kamata madhabahu ambayo yamekutawala. Madhabahu yamefunga ndoa yako. Madhabahu yamefunga kazi yako. Madhabahu imefunga huduma yako. Mwanzo teremsha kidogo tu. Nenea nyanya yako, nenea babu yako, nenea shamba ya kwenu. Niache panua tu. Majina, umeitwa majina. Wale wako wa Kikuyu, wengine wameitwa wa ng'ombe, wengine wameitwa wa johi. Ni pombe hiyo, mtu wa kukunywa pombe. Kanywera ni mtu wa kukunywa. Nyamoni mtu anaitwa mnyama. Gige ni grasshopper. Inua makamera yenyewe kidogo tu. Wengine ameitwa Mutuko, kumaanisha usiku. Katuko, nenea hiyo jina. Hiyo jina ulijikuta unaitwa, nenea. Maeneo ya kwenu Nyeri, Nyahururu, Nakuru, Nairobi, Kibera, Kariobangi, Mukuru kwa Ruben. Nenea, nenea, nenea maeneo ya kwenu kule ulitoka. Nenea, 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 nenea. Eneo la kwenu linaweza funga wewe. Kwa sababu hiyo kazi imekamatiwa kwenu. Anga ya kazi yenu imekamatiwa kwenu. Regeza hizo kamba. Regeza hiyo mikono imekamata kazi yako. Regeza hiyo mikono imekamata familia yako na watoto wako. Regeza, regeza, regeza hiyo mikono ambayo imekamata huduma yako. Regeza, 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 regeza. Vunja miamba, vunja miamba, vunja miamba. Kila Disemba mnaendanga nyumbani kuchinja mbuzi. Kila mwezi wa 8 mnakutananga kama familia kuinua madhabahu ya familia. Vunja hiyo madhabahu. Disconnect. Loose. 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 Kila mara ukiota unaota na guka. Unaota na watu waliokufa. Hao ndio walikuwa wamesimamia madhabahu ya familia. Disconnect yourself from them. Cut the umbilical cord. Cut the umbilical cord. Yes. Hiyo jina unaitwa, iliitwa mtu mwingine alikuwa mchawi, ama alikuwa na tabia mbaya, alikuwa anajisi watoto, ako na historia ya kiroho.
ambayo tabia zake zilikuwa mbaya, hiyo jina umeitwa, jitenganishe. Labda hiyo jina umeitwa, aliyekuwa naitwa hivyo alikuwa msherati, alikuwa mchawi, alikuwa mtu wa kwenda kwa waganga, alikuwa mtu wa fitina, alikuwa mtu wa kuvunja, alikuwa mtu wa kusambaratisha. Inua vita, vunja yeye, vunja hiyo kitu iko ndani ya jina. There is power in the name. There is an altar in the name. Glory to God. Glory to God. Watoto wako hawakusikii, wamejikuta kwenye madawa, wanavuta bangi, hawakusikii hata kidogo. Badala ya kuheshimu, hawana heshima. Vunja hiyo madhabahu ya kukosewa heshima na watoto. Book of Jeremiah chapter 1 verse 10. Jeremiah chapter 1 verse 10. Then the Lord, chapter 10 verse 10, verse 10, chapter 1 verse 10. Today I have put you in charge of nations and the kingdom. Vunja madhabahu, maana there is a kingdom, there is nations that God is going to put you in charge. You will pull up and tear down. Vunja hiyo madhabahu. You will destroy and overthrow. Vunja madhabahu. Vunja madhabahu ya mataifa na falme ambazo zimekuwa zikikutawala. Mataifa na falme ambazo zimekutawala, zimetawala familia yako, zimetawala madhabahu yako, zimetawala watoto, zimetawala huduma yako, zimetawala njia zako. Biashara yako imetawaliwa na madhabahu ya familia. Unajaribu kuinuka, hakuna kitu unafanya. Unajaribu kuinuka, hakuna kitu kinaendelea. Unajaribu kuinuka, unarudishwa chini. Unapata pesa, magonjwa yanatoka. Unapata pesa, magonjwa yanachipuka. Break, 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 break. Break, 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 break. Vunja. Vunja. You will destroy. Start destroying now. Start destroying now. Pull down. Tear down. Vunja, 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 vunja. Tear down. Pull down the pillars za familia. Pull down majina ya kifamilia. Pull down miungu ya kifamilia. Pull down miungu ya kidini ya kifamilia. Pull down. Destroy them now. Anza kuzivunja, anza kuvunja, anza kuvunja, anza kuvunja. Destroy, destroy, destroy. Achilia moto. Itisha moto wa mbinguni. Itisha moto wa mbinguni. Rarua, rarua, rarua kazi zao. Bomoa, bomoa kuta zao. Bomoa madhabahu yao. Bomoa ngome zao. Bomoa sasa, bomoa, 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 bomoa. Destroy, 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 destroy. Destroy, 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 destroy. Bomoa ngome zao, bomoa ngome zao. Bomoa, 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 bomoa ngome zao. Pindua hiyo serikali, overthrow. Overthrow ni kupindua serikali ya familia. Ujenge yako mpya sasa. Overthrow ni kupindua serikali ya familia. Ilianzishwa na mama yako, ilianzishwa na baba yako, ilianzishwa na guka, ilianzishwa na gushosho, ilianzishwa kwenye maeneo mnaishi, ilianzishwa na kina guka wa guka. Haya, pindua hiyo serikali. Overthrow. Overthrow, pindua hiyo serikali. Pindua hiyo serikali, tengeneza yako. You will build up and plant. Sasa tujenge serikali mpya, umepindua. Sasa panda madhabahu yako. Panda madhabahu yako. Panda madhabahu yako. Decree. Decree and declare. Decree. Decree and declare. Declare. You are born a victor. Nilizaliwa kama mshindi. Nilizaliwa kama mfalme.
nilizaliwa na huduma, nilizaliwa na biashara, zote zitasimama, zote zitasimama. Ndoa yangu itasimama, biashara yangu itasimama, familia yangu itasimama. Taja watoto wako wote, taja watoto wako, wasimamishe, wasimamishie ngome ya ufalme wa Mungu, wasimamishie mamlaka ya Mungu, wataje kwa majina. Wengine ni walevi, wang'oe kule kwa ulevi. Wengine ni wanavuta bangi, wang'oe kule kwa navuta bangi, wang'oe, wang'oe, wang'oe. Wengine hawana ndoa, waregeshe kwenye ndoa zao, waitishe. Ita Samuel, ita Dansan, oh yes, Jeroge, kwa vyovyote ambavyo mnapitia, Siko, Kieli, wataje kwa majina hawa watoto wako wote, wataje kwa majina. Taja mpaka familia yenu, wajengee madhabahu. Jenga madhabahu, jenga madhabahu. You will build up and plant. Sasa anza kujenga. Gideoni akaambiwa avunje madhabahu na ajenge. Jenga madhabahu sasa, jenga madhabahu. Inua madhabahu ya the blood of Jesus. Recapture your destiny now. Sasa madhabahu imejengeka. Start now recapturing your destiny. Itisha vitu zako, itisha magari yako, itisha manyumba zako, itisha pesa zako, itisha huduma yako, itisha now. Itisha, idai, 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 idai. Dai huduma yako, dai kazi yako, dai kazi yako, dai your destiny. Idai sasa, itisha. Itisha ndoa yako, itisha watoto wako, itisha mali zako, itisha pesa zako, itisha sasa, itisha sasa, itisha, 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 itisha. Itisha elimu yako. Ulinyang'anywa elimu yako ukiwa mtoto, ulinyang'anywa pesa zako wakati ulipatiana mkopo mahali fulani. Ndoa yako ilivunjika wakati mtu wa familia aliingilia kwenu. Walikurushia ugonjwa, wakasema wewe uko na fibroid, huwezi kuzaa. Itisha watoto wako, hakuna fibroid, hakuna fibroid. Itisha watoto wako, itisha, itisha, itisha sasa, itisha. Fibroid imeondoka, magonjwa aina yote ile ilikuwa kwa mwili yako imeondoka. Afya yako imeregeshwa, afya yako imeregeshwa, afya yako imeregeshwa. Family wealth, utajiri wa familia ndio hiyo imekuja sasa. Utafungua duka na itafaulu, utafungua biashara na itafaulu, utafungua maeneo na yatafaulu, utafungua kanisa na itafaulu, utafungua huduma na itafaulu. Kila mahali utaenda utapata kibali, kila mahali utaenda utapata kibali. Kibali ndicho hizo sasa. Sasa tuingie kwa kukata kitovu. Kata, shikilia kitovu chako, shikilia kitovu chako, kinene, disconnect it. Kata kitovu kutoka kwa mama yako, kata kitovu kutoka kwa baba yako, kata kitovu kutoka kwa genealogy yako. Nenda na kitovu, nenda na kitovu chako. Kata, 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 kata sasa. Disconnect yourself, disconnect yourself, disconnect from the umbilical cord. Kata, kata the umbilical cord. Disconnect yourself. Disconnect from the umbilical cord of your father, of your mother, of your grandmother, of your grandfather. Ya maeneo umetoka. Kata, 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 kata sasa. Kata sasa, kata kitovu chako. Kata kitovu cha maeneo ulitoka. Kata majina, kata kitovu cha jina. Kata kitovu cha jina la familia. Kata hicho kitovu cha biashara ya familia. Anza biashara yako. Anza biashara yako. Kata kitovu. Kata kipofu. Kata kitovu, kata kitovu, kata hiyo kitovu cha familia. Wewe unatutazama ukiwa Germany, ukiwa UK, ukiwa France, ukiwa Canada, ukiwa Amerika, ukiwa Australia,
Kata kitovu, kata kitovu. Disconnect yourself from that connect that has connected you. Kitovu cha familia yako, kitovu cha biashara ya familia, kitovu cha bloodline, kitovu cha gukacha chocho, kitovu cha kanisa kule ulikokokea ya kwanza, kule kanisa ya kwanza uliingia ukashikwa huko, ukakuwa umeshikamanishwa huko. Kata hiyo kitovu, kata ndio upate prosperity, kata ndio inue kitovu kipya, kata ndio unukue wewe peke yako, ndio uweze kufaulu, ndio uweze kufaulu, ndio uweze kufaulu. Kata, 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 kata kitovu. Wewe unatutazama ukiwa nchi ya Amerika, kata kitovu, kata kitovu cha mama yako, kata kitovu cha baba yako, kata kitovu cha gukana cha shosho, kata kitovu cha maeneo, kata kitovu kule kanisa yako ya kwanza, kule ulikuwa umejiandikisha kama mshirika wa kwanza kanisa hiyo. Kata hiyo kitovu, kata kitovu, disconnect from there, ndio upate laini yako mpya ya blessing, ndio upate laini yako mpya ya blessing. Kata, 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 kata kitovu. Kuna maneno walisema juu yako, hautafaulu, hautaendelea, hautafungua kitu kisimame. Walikunenea maneno ya negative. Sasa anza kuondoa, cancel hizo maneno yote. Cancel maneno ya negative words that were spoken over your life. All the negative words that were spoken against you. Walisema hakuna mahali unaenda. Walisema watoto wako hawatafaulu. Walisema hautaweza kushinda. Walisema hautaweza kusimama. Walisema maendeleo haitakuwa kwako. Declare, useme maendeleo itakuja. Watoto wangu watafaulu. Watoto wangu watafika university. Watafaulu kwa kila nyanja ya maisha yao. Watoto wangu watafaulu. Mchanga yangu itanikubali. Mashamba yetu yatanikubali. Sio shamba moja peke yake nitakuwa nayo, nitakuwa na mashamba. Sio huduma moja nitakuwa na huduma. Watoto wangu wataenda ng'ambo kwa masomo na wataajiriwa kwa makampuni makubwa makubwa. Watoto wangu hawatabadilika. Destiny yao, hatima zao hazitabadilishwa. They will never be exchanged. Hawatabadilishana. Hakuna mtu ataiba hatima ya mtoto wangu. Mtoto ambaye ni uzao wangu, hakuna mtoto wangu hatima yake itaibiwa. Hakuna mtoto wangu huduma yake itachukuliwa. Hakuna mtoto wangu ambaye atakuwa exchanged. Destiny yake itakuwa na itainuka na itafaulu. Watoto wangu kwa majina, ninawataja kwa majina yao yote. Wherever you are, wale wako ng'ambo na wako hapa Kenya, hakuna, nobody will exchange your destiny. Pesa zenu hazitachukuliwa, hamutanyang'anywa, na wale wamekunyang'anya pesa watakurudishia. Watakosa amani, watakurudishia. Kuna mtu anakuanga wa familia yenu msumbufu, amekuwa akiwasumbua, ni uncle, ni brother, ni sister. Mutaje, mwekelee juu ya madhabahu. Uko na madhabahu sasa, mwekelee juu ya madhabahu, mwambie karangwe na madhabahu, asirudi kuwasumbua. Mutaje kwa jina, huyo ni sister yangu. Yes, mutaje kwa majina yake yote. Huyo ni brother yangu, ni uncle yangu, ni aunti yangu, ni mama yangu, ni baba yangu, ni guka yangu, ni pasta yangu, ni shosho, ni prophet, ni apostle. Mtaje. Kuna wale wanakujaga usiku kwenye ndoto na walikufa. Wataje majina na uambie msirudi kukuja kwangu. Wataje majina, waite kwa majina. Waambie wewe Kenyajui, wewe Otieno,
Wewe Kiplangat, usirudi kukuja, ulikufa. Mimi sina uhusiano na wewe, usikuje tena kwangu, usikuje, ulikufa ukaondoka. Out of my mind, out of my body, out of my spirit, out of my soul. Kuna mwajiri wako alinena mabaya yako. Kuna mwalimu alikuwa na kutukana kila siku. Kuna mtu mkubwa katika jamii around kuna unakuaga alikunenea na akasema mambo machafu kuhusu maisha yako. Muite na majina. Kama anaitwa Mwagi, muite. Kama alikuwa mwalimu, Ticha Mwagi, muite. Ticha Eunice, muite. Mwambie, wewe ulinena kinyume na maisha yangu, ulisema hakuna mahali nitaenda. Nitaenda. Mwambie nitaenda na nimefaulu. Kuna yule pastor alikulaani, yule apostle alikulaani, yule evangelist. Kuna washirika wako wameenda kukustaki kwa pastor mwingine ati ndio waweze kupigana na wewe. Sambaratisha kazi zao, mipango yao isambaratishe. Kuna washirika wengine wameenda kwa waganga, wameua mapusi weusi, walichukua nguo yako ya ndani, walichukua nguo mavazi ya kikuhani, wakasema watakuroga. Waite itakina Joel, wasambaratishe, wasambaratishe. Wanakuombeanga maovu ati hakuna mahali utaenda. Walisema huduma yako itafungwa, walisema huduma hii itafungwa. Waite na majina, waambia hamutaweza, hamutaweza. Walijaribu kuleta spirit ya rebellion na ugei. Vunja mipango yao, vunja mipango yao. Sasa kuna geti 5 nataka unenee za mwili wako. Geti ya kwanza ni mdomo yako, geti ya pili ni masikio, geti ya 3 ni mapua, geti ya 4 ni macho, geti ya 5 your private part and your anus zinenee. Those are the gates of your body ambazo zina uwezo wa kuharibu maisha yako. Magonjwa yanapitianga kutoka kwa hizo gates. Umaskini unakupitianga kwa hiyo gates. Nenea, 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 nenea. Speak. Nenea mwili wako. Nenea gates za mwili wako. Zungumzia ulimi wako, maana ulimi umekufanya umeteleza siku nyingi. Zungumzia macho yako, maana macho yameona vitu vingi. Speak to your sexual organs. Speak to your anus. Speak to your body. Yes.
maneno ya baraka sasa, uko huru. You are free now. You are free. Umeinua madhabahu, now you are free. Inua maneno ya baraka. Inua maneno ya baraka kwenye kazi yako, kwenye watoto wako, kwenye familia yako, kwenye huduma yako, kwenye ndoa yako. Nena baraka, nena baraka, nena baraka, nena baraka, nena baraka. You are free. You are free from family bondages. You are free from business bondages. You are free from religious bondages. Sasa wewe ni mtoto wa kifalme. The kingdom has come to you. The kingdom. Wachawi wameondolewa, wanafiki wameondolewa, umaskini umeondolewa. Hautalia tena. Mali ya kibinguni itakufuata, maana Mungu amefungua milango yako yote. Mungu amefungua milango ya kibiashara, amefungua milango ya familia, amefungua milango ya ndoa. Watoto wako wamekuwa wamepitia kwenye pombe, bangi na madawa ya kulevya, wamekuwa rejected. Right now, right now they are free. Right now they are free. They are free. You are free from the bondages. Biashara yako iko huru sasa. Kanisa yako iko free. Mwili wako uko free. Your spiritual capacity imewekwa free. You will be able to see things that you are not seeing. You will be able to prophesy. You will be able to prophesy. Utanenea wagonjwa na watapona. Utaprophesy, utatoa unabii. Kipawa chako cha uimbaji kimeregeshwa. Uwezo wako wa kuhubiri umeregeshwa. Uwezo wako wa kufanya biashara umeregeshwa. Watoto wameregeshwa vipawa zote. Huduma yako na huduma hii imeregeshwa. Walikuwa wameiba huduma hii. Walilete maroho ya LGBTQ. Walilete maroho ya waganga na wachawi. Walichukua pesa za watu. Walituletea mabahasha za kishetani. Walituletea mavazi ya kishetani. Walikuja wakamwaga mahirisi ndani ya nyumba hii. Zote zimefagiliwa. A new dawn. 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 In your ministry, new dawn. In your business, new dawn. In your family, new dawn. In your church, new dawn. In your family, new dawn. Watoto wako, new dawn. Everything is a new dawn. New dawn. Ya kale yameondoka. In Jesus' mighty name we pray. Father, we thank you and we give you glory. Thank you because of this woman. Thank you because of this father, because of this man, because of this boy, because of this girl, because of this teenager, because of everybody. Father, we have surrendered to you. Now that we are new, now that we are fresh, may you continue to bless us. Give us direction. Give us, cover us with the blood of Jesus Christ. Baba, uliwaongoza wana wa Israeli. Mbele uliwakishia mwanga. A pillar of light that came from heaven. And a cloud that continued to follow them. May the pillar be there for these children. May your pillar keep following them wherever they go. May the cloud that Moses had keep following these children. Keep following this ministry. Keep following me. Keep following my children. Keep following everybody. And the people that I'm working with here, may they be guided, guarded, protected
by your kingdom, by your authority. Father, we are the children of the kingdom. We are the children of the kingdom. Father, tupatie neema, kibali, biashara zetu, pesa zetu, kila maudhui yetu, huduma vyetu, vipawa vyetu. Anything that ulitupangia itafanyika ndani yetu. Wacha na ikafanyike. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Do you know what has happened? The past you has been destroyed. And it is new you. With the power and the capacity of heaven. You're now a heavenly soldier. Under the kingdom of heaven. You will do wonders. You will do things that nobody expected you to do. There are doors that you just open. Just by mentioning I'm going to City Hall, you will find doors open. People who had rejected you, they will come to apologize. The people who are racing against you, kuna watu walikuinulia madhabahu ati utakwisha, they will come to apologize. Kuna watu walipanga kumaliza huduma yako, they will come to apologize. Na wakikuja wasamehe tu, waekelee mkono. God has said forgive them. He will deal with them. Bwana asifiwe sana. That he is going to cause a Jordan. Hello? That God is going to cause a Jordan where he is going to swallow all your enemies. A Jordan is going to be caused. So if you go and find yourself, this is a Jordan, don't cry. God is creating a way. He's splitting the water for you. And he's also splitting the water for your enemies. Because they will come and enter the same way. Like you entered. And they will be swallowed by the water. Those people who said you are not going to prosper, they will be there to witness your prosperity. Those people who say that you're not going to make it, they will witness you growing. God has said he has planted a new seed in you. A seed that is going to germinate. And thousands of people will come to you because utakuwa kizima cha maji. Watoto wako wamefunguliwa mahali wako. Kuna wengi wamesumbuliwa na watoto. Watoto wamefunguliwa. Watoto wa Kenya wamefunguliwa. Gen Z imefunguliwa. Bwana anasema anainua kizazi. Anasema anainua kizazi. Kitabadilisha dunia mzima. Mungu amesema amesikia thank you yenu. That sio watu wengi wanarudiki kusema thank you. Eti kwa sababu ya Jacaranda anasema ya kwamba anaenda kufanya mkutano mwingine mkubwa kuliko huo. Anasema atatuonyesha ni wapi. Anaenda kufanya, sio sisi tutafanya, anaenda kufanya mkutano mwingine, atawatumia kwenda kufanya mkutano mwingine mkubwa kuliko huo. Ati ametupatia favor ambao ni ya kiajabu. Everybody will want to be associated with you. People will travel far and wide kukuja kujihusisha tu na ministry hii. People will watalete pesa zao, watalete mali zao, mashamba zao, mavitu zao, watalete kwa hii madhabahu ndio wafunguliwe maisha yao. May God bless you. Na hivyo kumefunguliwa, madhabahu imefunguliwa, hata kwako pia madhabahu imefunguliwa. Bwana ananiambia kwako kwa nyumba uende uinue madhabahu. Weje utengeneze sehemu ya madhabahu mahali mtakuwa mkiongea na yeye, because kuna atakuwa kikuja mnaongea na yeye. God will speaking to you. Usistuke akikuja. Maana atakuja in a very strange way. In a very mysterious. Ukimkuta ama akikukuta usistetebeke, ukatumwambie God I'm here. Talk to me. Musa aliambiwa toa viatu. Mahali umesimama ni patakatifu. Kisha akaanza kumunenea. Mungu atakunenea. Mungu amenenea biashara yako. Mungu amenenea watoto wako. Mungu amenenea huduma yako. Naona huduma kubwa. Kubwa. Naona malaika, maserubi na makerufi, dominion and powers wamezunguka, wanazunguka juu. Wanasifu Mungu kwa sababu ya wokovu umepatikana hapa. Sijui kuna mtu angetaka kuokoka. Kuna mtu hapa angetaka kurudi kwa Mungu. Umepotea kidogo kutoka kwa Mungu. Uko hapa? Uko hapa? Uko hapa? Thank you. Tunakushukuru Baba tena. Asante kwa kutusikia ukiwa mbinguni. Asante kwa kuhusika pamoja na sisi. Wewe na mwanao na Roho Mtakatifu. Asante kwa makubwa na mazuri. Tutakutumikia
tutakufuata na tutakaa karibu na wewe. Kuna mtu anasikia maumivu, alikuwa anasikia maumivu, ama unasikia kuna maumivu. The grace ya Mungu iko hapa, ya uponyaji. Kuja hapa, kuja nikwambie, kuja nikuonyeshe nguvu za Mungu zinafanyaje kazi. Kuja. My brother, come here. My brother, come here. Kuja. Hebu kanyaga mguu wangu tu. Kanyaga mguu wangu. Nikanyage tu, usinihurumie. Yes, my brother, come here. Kanyaga, kuja tu na hizo viatu zako. Kanyaga mguu. Ninataka kuhuru wako. Somebody. Yes. Kuja hapa. Kuja tu haraka. Kuja. Kanyaga mguu wako, kanyaga mguu huu. Kuja mwingine. Kuja hapa. Yes. Jesus, your Lord. Jesus. Kuna neema kubwa imeshuka katika maisha yetu. Kuna neema kubwa. The power of God is with us. The power of healing. Mami come. Yes, come. The Lord is with you. Wacha kujutia. Wacha kulia. He has heard you. Funga macho yako, wacha kuona. Yes, come. Watoto wako wapi? Walete, kuja. Watoto wa huyu mama. Kuja. Shika kitovu chako. Na wewe shika kitovu cha mama yako. Kuja this side. Shikeni kitovu cha mama yako. Katika jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Pokea ushindi. Pokea kufunguliwa. Pokea neema mpya. In Jesus' mighty name. Nilipi hilo asiloliweza? Kuja. Yes. Come here. Lete. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo gani? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Ni jambo gani hilo? Niseme, nitaje, kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo, kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Litaje, liseme,
giza hakuna jambo. Bethel Clouds TV, empowering lives.